Hapana, jambazi balikia kamwetu usiku bakaua bwana yangu bali perdi nikamtaka mumugulu, nikatunzia kwa hospitali generali Bukavu, nikatunziwa kwa hospitali kwetu Kongo bikashindikana, na kukosa nikakia kimbia na sina migulu zote mbili zinakufa. Banipeka masasi migulu. Yani ilikuwaje, ilikuwa kwenye vita au? Hii ni Dems Media na mimi ni Abdul Juma. Kwa mara nyingine tena niko mbele zako kwa ajili ya kuja kukusogeza kwa jamii, na tuko hapa na Kivale katika mtaa wa Sudan, ambako tunakutana na mama ambaye atakuja kujielezea mengi zaidi kuhusiana na life yake, uhalisia wa maisha yake, namna mnavyoishi, kutokana pia na changamoto ambayo anayo. Jambo mama. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha? Jina langu ni Esperance Chirungu. Esperance Chirungu. Sasa mama, hapa mtaa wa Sudani umeishi kwa muda gani? Niko na miaka 9. Miaka 9 sasa hivi. Na kuna changamoto yoyote ambayo unapitia hapa? Ndio, hapa niko na shida mingi sana. Kwa sababu nimetoka Kongo, nimepigwa masasi. Sasa nimefika hapa nikajaribu kutunziwa, bikashindikana, bakalomba kiasi cha pesa milioni 18 ili banifanye surgery, banita operation. Zile pesa mimi nikazikosa, UN akashindwa zipata, akashindwa tena kunisaidia, maana naikala kwa nyumba, niko mlemavu wa kweli, niko na watoto 7. Sina bwana na shina watoto mie peke, na bugonjwa pia bunanitatiza, njala iko pale, banikataka mpokero habanipatia kitena hata chakula chochote kabisa. Sasa na hii changamoto umeishi nayo kwa muda gani sasa hivi? Inaweza kuwa sasa miaka 11. Miaka 11, na unalea watoto, inabidi kila kitu kuwasomesha na kila kitu usimamie wewe? Ndio, hawasomi kwa sababu sina nguvu za kuwasomesha. Pole sana mama yangu kwa changamoto ambayo unapitia, lakini kutokana na hiyo hali ambayo unapitia ya matatizo, je, ni kitu gani ambacho unaweza kuhitaji labda kusaidiwa kutoka kwa watu ambao labda wanaweza kuwa na moyo wa kusema kwamba wanaweza kukusaidia? Ni kitu gani ambacho unaweza kuhitaji kama msaada? Shida kabambi niko nayo ni wale watoto wangu kutoka kusoma, kupata chakula shida. Unasikia zile pesa niliombewaka kwa hospitali ili baniopere ile milioni 18. Ni pesa nyingi, mimi mwenyewe kuzipata binanishinda. Kulea watoto binanishinda. Maana najua watoto ni watupe kwa nani hata nakosa. Pole sana. Na wote, mtoto mkubwa zaidi ana miaka mingapi? 16. Bado sana, ni bado hajawa mtu wa kusema kwamba anaweza akaenda kupambana ili akufanyie mamake upate chochote. Lazima wewe uendelee kupambana kwa sababu bado ni mdogo sana. Sasa nenda pambana, sina migulu zote mbili zinakufa. Banipeka masasi migulu. Yani ilikuwaje, ilikuwa kwenye vita au? Hapana, jambazi balikia kamwetu usiku bakaua bwana yangu bali perdi nikamtaka mumugulu, nikatunzia kwa hospitali generali Bukavu, nikatunziwa kwa hospitali kwetu Kongo bikashindikana, na kukosa nikakia kimbia juu sasa ya vita na ile ulemavu wa miguu. Yani ulishambuliwa kwanza, alafu baada ya kushindikana kwa matibabu na vita vya Kongo ndio ukaamua sasa nikakimbia. Na hali ya sasa hivi nasikia watu wengi wanalalamikia sana hali ya hapa kambini kwa sasa, kutokana na maisha magumu ambayo watu wanapitia toka wamesitisha msaada, na wewe pia ni mmoja kati ya wasirika ambao wameathirika na hilo jambo. Kwa hiyo kwa sasa, mfano kama mtu labda anahitaji kukupa mtaji, hiyo inaweza ikawa kama msaada kwako, ili angalau uendelee kuwapambania wanao, labda kama unaweza kuendelea kusoma na mambo mengine, ukianza kufanya labda biashara ndogo ndogo. Ndio ndeza vifanya, kwa sababu wale watoto mko wenye unasikia miaka 16 tunaweza tumika neta kama stembee, naweza kunatembea tu pole pole na ikala fasi moya, na kwa sababu najua piga chapati, najua piga ndazi, na ndio stereka vitu kwa balabala na churuza. Juu niko na mtu wa miaka 16, niko na 10, maana niko na wale wanaweza jikaza, tunafanya huo kazi, mtaji sina. Wewe kwa sasa mpaka, yani kutokana na hiyo hali mpaka nimeshangaa sana. Hivi kula kwanza inakuaje mpaka unafanikiwa kula? Sasa kula mwetu njoo shida, kukula ni shida. Tukapata chakula ya usiku hatutapata ya mchana,
tukapata ya mchana, tutapata ya usiku tena kwenda wanaombaomba kubalabala vile ndio tunakula. Pole sana mama. Ndio. Chochote cha mwisho cha kuongea? Basi naomba kama Mwenyezi nisaidie angalau hata wale watoto wasome hata basi. Kama nipatie hata pesa kidogo nifanye hata uchuruzi. Asante mamangu, nafikiri maombi yako na kilio chako kimefika kwa watu ambao wanatutazama. Asante sana kabisa. Kwa unavyosikia mama yetu amejieleza vizuri sana kutokana na changamoto ya mguu ambayo anayo. Alipigwa risasi Kongo baada ya kushambuliwa na mume wake kuuawa. Sasa hivi anaishi, ni miaka mingi anaishi kwa kujitegemea mwenyewe, na watoto ambao anatakiwa wasome waishi, lakini pia kula kwake ndio hivyo changamoto. Kwa lolote ambalo unaweza kutaka kuwasiliana nasi, namba zetu zipo hapo kwenye screen, Dems Media. Mimi ni Abdul Juma, tukutane kwa wakati mwingine kunako majaliwa wa Mwenyezi Mungu. Usikose kusubscribe na kuacha maoni yako, lakini kitu kikubwa zaidi, zingatia kwamba kuna watu ambao wanahitaji msaada wako wewe ambaye unatutazama sisi.